Kwenye hii video tutajifunza namna ya kudownload na kufanya installation ya Google Antigravity IDE. Hii ni free open source artificial intelligence software inayotumika kwenye kufanya development ya applications, information systems, database programming, softwares ambazo zina run kwenye frameworks kama Laravel, Django na React, JavaScript, kuna Angular, kuna Flutter, kuna Android application, na pia inatumika kwenye upande wa kutengeneza documents ambazo zina maelezo marefu. Okay, so ni IDE for programming and coding, hasa kwenye upande wa software development. So how to download? Tutakuja kwenye Google search engine hapa, kisha utaandika Google Antigravity. So hapa utaandika Google Antigravity. Okay, by then uta click enter, then utakuja ku select hii hapa first link, uta click. Good. So itafunguka Antigravity hii hapa, ambayo ni hii tulioifungua first time. Okay, ni hii. Ukishafika hapa uje kubonyeza hii button, ipo kwenye upande wa top hapa juu, utabonyeza hii button ya download. So now click download. Okay, after clicking download utakuja kuchagua hii hapa Antigravity IDE. So hapa kuna Antigravity 2.0, command line interface, Antigravity SDK. So choose Antigravity IDE. So unaweza kai click au ukanavigate, utaikuta hapa chini hii hapa Antigravity IDE. So kinavigate ni sawa, au kiklik hapa itakupeleka hapo hapo. Umeona imeleta hapa hapa. Okay, so after then na choose operating system ambayo natumia ni Linux au Mac OS. Now tuna download for Windows, so click download for Windows 64-bit. Now as you can see hapa download imesha start. So unasubiri kipindi ikishamaliza ku download, utafanya installation kwenye computer. Notes download imesha successful. So nikiklik hapa nao kama unavyoona kwa download imemaliza. So nina navigate kwenye directory ya downloads. Good. So hii ni directory ya downloads na Antigravity IDE. Okay, ishakuwa download. So double click it to perform installation. Okay, so after double clicking inatokea wizard hapo kwa ajili ya kufanya installation. Good. So hapa kuja kuchagua accept the agreement, click next. So hapa unaacha default, click next. Okay, default, click next. So create desktop icon, next, and now install. So hapa unasubiri kidogo kipindi installation inaenda hiyo. Okay, kwa imefinish launch. Okay, so hapa launch Antigravity IDE, so click finish. Good. So now Antigravity soon ita start. Kufika ni kama hili kisha funguka Antigravity, ndio kubonyeza hapa continue with Google. Okay, so now click. Good. So hapa unakuja kuchagua account, na choose account ambayo nataka kuitumia. So choose Google account. So mimi nita select for example my account hii hapa, nisha click. Okay, now hapa ngoja ku authorize sign in. Okay, ngoja ku open Antigravity. So itatokea hii prompt, na chagua hapa open Antigravity IDE. Okay, so now click. Good. So now open Antigravity ambayo ni hii. So je kuangalia message success, just hapa ina continue. So now click next. So import Visual Studio Code. So hapa una select, just select. Okay, start afresh, and theme unachagua, just choose right. Okay, then click next, and unaacha default, click next.
and next. So hizi ni just Android, unaweza application kutengeneza applications za Android na for science. Okay, Firebase. So hapa na just click next. Okay, so click next and hapa next. Okay, so now anti-gravity, Google anti-gravity is live. Now you can start writing code, programming, database programming, so on. So na current hapa tumesha just ku login. So nikiklik kwenye hii hapa icon ya user, lazima uhakikishe kwamba unaona hichi kitu hapa. Hii ni account yangu. Okay, so hapa tuna just kujaribu ku send a prompt hapa. Just unaweza kuandika hiyo hapo hi. Okay, so now send. Ikijibu hi maana yake inafanya kazi. Yes, now inafanya kazi. Now hapa unaweza kucheck hizi hapa Google AI model. Now unaweza kuona list ya models Gemini. Okay, so, kuna number of models hapa. So by default tunaacha hii, tutakuja kuendelea eneo hili Gemini iliyopo current unaiacha hiyo hiyo kwa ajili ya programming kwenye next video tutorial.